Sasa tunaendelea pale pale tulipoishia katika episodi iliyopita. Princess akajibu, kuanzia sasa hivi mimi naye tena basi, usitegemee kama utakuja kuniona tena na wala usije ukanitafuta. Then mlembo akaondoka. Mwamba alibaki anajilaumu tu. Sasa kabla jiendelea, naomba support yako kwa kusubscribe na kubofya hiyo alama ya kengele hapo juu. Anyway, tunaendelea sasa. Baada ya Princess Ichoma kurudi nyumbani, anajikuta na mawazo mengi hatari. Baada ya kumkuta mtu ambaye alidhani kuwa atakuja kuwa future husband wake, yupo akimchiti tuna mwanamke mwingine. Yaani inauma sana. Sasa binti mfalme aliamua kubadili mwelekeo wa hisia zake na kuanza kufikiria juu ya Prince Orisa, yule mjamaa ambaye alileta barua ya posa katika ufalme wao, na kuona kwamba labda anaweza kuwa mtu sahihi kwake na kwenye maisha yake kwa ujumla. Ila shida ni kwamba anawezaje kuolewa na mtu ambaye hajamjua vizuri? Kijakazi akadakia na kusema kwamba niachie mimi hilo swala, ngoja nikausuke mpango, wewe utaupenda tu. Sasa huu ndio muda wa kuangusha comment na makopakopa. Tuliza kichwa vizuri ili uenjoy hii story kali kinoma. Kijakazi wa binti akasema, kama unahitaji kumfahamu mtu vizuri, ni lazima uwe naye karibu ili usome tabia, nyendo zake na kila kitu kinachomhusu. Kwa kuwa katika ufalme wao hakuna mtu ambaye anafahamu sura yako, basi inabidi uende kama kijakazi ili ukaishi nao. Natumaini utafahamu vizuri sana. Siku inayofuata mapema sana, tunamwona kijakazi wa Princess Ichoma akisuka mpango na vijakazi wa ndani katika kasri la Prince Orisa. Aliwapa hela wafanyakazi baadhi katika eneo lile la kasri na kuambia kwamba waache kazi ili ipatikane nafasi kwa ajili ya Princess Ichoma, yani binti mfalme. Na mpango ukafanya kazi sasa. Basi binti alianza kupakia nguo kwa ajili ya kuondoka kwenye ufalme wao na kwenda katika ufalme ambao ulileta barua ya posa na kwenda kuwa mfanyakazi wa ndani huko. Siku ya kwanza kazini, basi binti alijitambulisha tu katika utambulisho feki na alikuwa anaandaa matunda kwa ajili ya mfalme, huku akiwa anasikiliza stori zao ambazo anaziongea. Mfalme alisema, Prince Orisa, kwa nini hujaenda tena kumwangalia Princess? Prince akasema, baba, mara mwisho nilivyoenda kumtizama yule Princess nilikaa sana nje, lakini binti hakuweza kutoka. Nimemsubiri sana lakini hakutokea. Sasa mimi nawezaje kwenda kuleta shobo na mtu ambaye wa namna hiyo? Mimi siwezi bwana baba. Yani Prince Orisa ni mtu ambaye mwenye dharau, kiburi, yani na maneno mengi ya shombo hivyo tu. Sasa Princess akamwangalia huko akiwa na maswali mengi kichwani. Hivi ni mtu sahihi kweli? Naweza kuolewa naye? Ana maswali mengi ambayo hana majibu. Sasa Princess Ichoma akawa anapiga stori na vijakazi wa ule ufalme. Binti mmoja alisema, yani Prince alichofanya kwangu kiukweli sijapenda kabisa. Amenipiga sana baada ya kumpelekea maji kwenye glasi ya kawaida tu. Sasa Princess lile jambo lilimuuma sana na lilimfanya awe na hasira na kuamua kufanya kitu. Hivyo alienda moja kwa moja mpaka kwa Prince Orisa na alimkuta Prince akiwa anafanya kazi zake pale. Mlembo alisema, samani Prince, naomba kuongea na wewe tafadhali. Unaweza kuongea tu, hamna shida yoyote ile. Prince wangu, kama unavyojua kwenye CV zangu niliandika nimefanya kazi kwa karibu kabisa na Princess Ichoma, na maanisha nilikuwa msaidizi wake wa karibu kabisa. Prince aliongea, unaweza nenda kwenye pointi. Nina kazi nyingi za kufanya, siwezi kutumia siku nzima na kusikiliza wewe tu. Nasikia kwamba umemchumbia Princess Ichoma, ila kwa namna unavyowatweet wafanyakazi wako, sijui kama Princess Ichoma anaweza kukubali kuwa na mtu kama wewe. Binti mlembo kabla hajamaliza kuongea alipigwa bonge moja la kofi ambalo si size yake kabisa. Unawezaje kuniambia mimi cha kufanya? Wewe ni mpumbavu nini? Ila kabla Prince hajamaliza na yeye pia alisushiwa zito, alipigwa bonge moja la bao. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa Prince Orisa kupigwa bonge moja la kofi na mfanyakazi wake. Yani ni jambo ambalo linashtua. Je, unadhani nini kitaendelea? Hebu acha komenti yako hapo chini, then subscribe. Nikitoa mwendelezo tu inaweza kukufikia mapema mno.